Mwanya si tu nafasi kati ya meno, ni dirisha la moyo unaweza kuzama bila kujua. Sasa wacha nikupe sifa 10 za wanawake hawa wenye mwanya. Sifa ya kwanza ni wanacheka kama wanataka kumaliza dunia. Wanawake wenye mwanya wanatabasamu ambalo linaweza kufanya hata mtu aliyekasirika awe na sababu ya kuendelea kuishi. Unaweza kuwa na hasira zako, lakini akicheka unajikuta ghafla unafikiria maisha mapya. Ghafla unaanza kuona dunia ni sehemu nzuri. Wanaume wengi wanapenda wanawake wenye mwanya, wanadai kuwa ni vigumu sana kuwapuuza. Ushawahi kuona mtu anacheka halafu unahisi ni muziki? Basi hao ndio wenye mwanya. Sifa ya pili, wanavutia hata wakiwa wamechoka. Wanawake wengine wanajitahidi vipodozi wanawake wengine wanahitaji vipodozi, mambo ya ring light ili wapendeze, lakini mwenye mwanya akiamka tu, hata kama hajalala vizuri, bado anaweza kutembea barabarani na watu wakaangalia mara mbili. Mwanya una nguvu fulani ya kipekee, ni kama signature ya urembo wa asili. Sifa ya tatu, wanapenda kipindi chote cha maisha. Wanapendeka kipindi chote cha maisha. Kuna baadhi ya wanawake urembo wao unakuwa expired. Ukikutana nao wakiwa shule wanapendeza sana, lakini mambo yanabadilika baadaye. Sasa kwa wenye mwanya, wao wanazidi kupendeza kadri wanavyozeeka. Ule mwanya haupitwi na wakati, uko pale pale ukiendelea kuwafanya waonekane wakipendeza. Hapa namaanisha kwamba tunavyosema kwamba wanapendeka kipindi chote cha maisha, wengi tunaamini kwamba mtoto anavyozidi kukua kufikisha miaka fulani, stage ya adolescence, ni binti anakuwa mzuri na mrembo kutokana na uso wake kubadilika, kung'aa. Lakini kadri umri unavyozidi kwenda, anapoenda kugusa miaka 30 40 na kitu, uso unazidi kuwa na makunyanzi, lakini siku zote mwanya hauna makunyanzi. Lakini sifa ya 4, wanawake wenye mwanya wanakuwa na maswali mengi. Wanakuacha na maswali mengi, hususan ukiangalia. Mtu anaweza kakaa zake tu, lakini ghafla akakutana na mwanamke mwenye mwanya akitabasamu. Unajikuta unajiuliza, hivi huyu kiumbe aliumbwa kwa bahati mbaya au ni kwa baraka zilizozidi? Kila mara unajikuta unataka kujua zaidi. Wana nguvu ya kufanya mtu awe na tamaa kumsogelea. Sifa ya 5 ya mwanamke mwenye mwanya, wanapendelewa kwa siri. Usijidanganye. Wanawake wenye mwanya wanapendwa kimya kimya. Hata wale wanaosema hawana type, unaweza kumsikia mtu anasema hana mvuto kwa mtu fulani, lakini akimwona mwenye mwanya anaanza kubadilika kimtindo. Kuna kitu kinahusu mwanya ambacho kinawafanya watu wawe na hisia kali. Lakini sifa ya 6, wanawapa wanaume tabia za kichaa. Mwanaume akiona mwanamke mwenye mwanya anaweza kana tabia za ukichaa. Ushawahi kumwona mwanaume anakataa hana hela, lakini akiona mwanamke mwenye mwanya anaanza kujisahau? Anaweza kuwa na budget kali ya mwezi mzima, lakini akiona tabasamu la mwanya anajikuta anasema unapenda nini au nikupe nini? Hata kama akaunti yake ina shilingi 300 bado atajaribu na bado ataforce vyovyote vile ili aweze kupata pesa ya kumpatia huyo mwanaume. Lakini ndio maana nikasema wanaume wanapewa tabia za ukichaa. Siku zote tunaamini kwamba urembo wa mwanamke ni kitu ambacho cha kipekee kinachoweza kumvutia mwanaume. So hii tabia ya mwanamke kuwa na mwanya kinaweza kumchanganya mwanaume na akajione kwamba ni kichaa. Lakini sifa ya 7 ya wanawake wenye mwanya ni kwamba wanakosoana kwa kujiamini, kwamba wanafanya marekebisho ya kumkosoa mtu kwa kujiamini. Hawa si watu wa uoga. Wanawake wenye mwanya mara nyingi huwa na confidence ya ajabu. Akisema kitu utahisi ni kama kitu ana uhakika nacho, hata kama si sahihi. Mwanya unakuja na package ya kujiamini. Akikwambia babe, sidhani kama umevaa vizuri leo, huwezi hata kubisha, utajikuta ukiangalia kioo mara mbili. Hivi ni kweli nimevaa vizuri au kweli nimekosea? Lakini kutokana na mwanya ambao una vishawishi vikali, ambao ni akikukosoa unahisi kabisa yuko sawa, kweli unaweza kuingia ndani ukabadilisha nguo. Lakini sifa ya 8, wanafanya watu wawaze vitu ambavyo hawakuvipanga kuviwaza. Mwanamke mwenye mwanya anaweza kaa anakunywa juisi zake barabarani, lakini watu wanamtazama kama vile anatengeneza tangazo la kampuni kubwa ya vinywaji. Kuna kitu kinahusu mwanya ambacho kinawafanya watu wawe na mawazo sio ya kawaida. Tofauti na mwanamke wa kawaida ambaye akinywa juisi barabarani unaweza kumshangaa, huyu ni mzima kweli? Mwanamke unatembeaje unakula barabarani? Lakini ukishangalia tabasamu la binti mwenye mwanya unaweza kuhisi kwamba huyu yuko kwa ajili ya promotion ya juisi fulani. Lakini sifa ya 9 ya mwanamke mwenye mwanya, wanavuruga msingi ya watu. Tunaamini kwamba kwenye maisha kila mtu ana msingi wake wa maisha, lakini hawa wadada wenye mwanya wanavuruga misingi ya watu kabisa. Kama ulikuwa na msimamo wako kwamba mimi siwezi kumpenda mtu bila sababu ya maana, basi mwanya unaweza kukupeleka kinyume. Mtu anaweza kusema mimi sipendi mwanamke, mtu anaweza kusema mimi sipendi wanawake warefu, lakini akikutana na mwenye mwanya ghafla inaanza kusema hate sio kitu cha muhimu. Hivyo cha msingi ni personality. The way mwanaume anavyozidi kuchanganyikiwa baada ya kumuona mwanamke mwenye mwanya, kwamba tabasamu pamoja na mwanya ni kitu cha kipekee hicho nacho mwanamke.
So kama wewe ulikuwa ushapani kwamba mimi sitaki mwanamke mfupi au sipendi mwanamke mrefu, lakini sifa ya 10 na ya mwisho, mwanya ni neema iliyojificha au mwanya ni neema iliyofichika. Wanawake wenye mwanya mbarikiwa kwa jinsi isiyo ya kawaida. Ni wale watu ambao hata ukiwa na stress, ukiwa na tabasamu lao, unajikuta unafikiria maisha mazuri. Ni wachache lakini wana ushawishi mkubwa katika jamii. Kwa wale wenye mwanya, hongereni sana kwa baraka hii. Na kwa wale wasio na mwanya, msijali, kuna njia nyingine za kupendeza, lakini ukweli ukibaki pale pale. Tabasamu la mwenye mwanya ni moja ya vitu vinaweza kufanya mtu akapoteza akili bila kujua. Langu jina ni Madam Gadi Official na hii ni Memorata TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, kisha bonyeza alama ya kengele.